Hatujui ni nini kilipelekea kaka yake kuwa hivi na kwa nini aongee na kaka yake, ila usijali, huko na Chandi Dola tutafahamu huko mbele. Sasa baadaye jamaa akiwa kwenye mizunguko yake, saa ngapi simuone bibi yake tena, sio bibi tu, familia nzima ilikuwa imetolewa out na binti Indu bana kuja kula mambo ya KFC. Msela akaona subiri, akampigia simu bibi. Bibi anakata, hataki usumbufu, yupo anaenjoy mwenyewe kula kuku. Govi akaona sawa. Baadaye jioni akawahi kurudi nyumbani mapema. Familia nao hii hapa inatia timu. Zawadi kibao, walivyomuona mwamba tu kila mtu kimya, wanaingia zao ndani. Haya, bye bibi, usiku mwema, nakupenda pia, bye. Hey, hi, samani, leo sikujisikia kuenjoy peke yangu, so nikauliza watoto kama naweza nikawatoa, wakakubali, wakataka kuja na bibi yao pia. Kama unavyoona wameenjoy sana. Binti anaendelea kuongea pale, mwamba anamchola tu, anamkata macho hayo. Bibi naye anachungulia kuna usalama kweli huku nje au kimeshanuka tayari. Okay, bye, usiku mwema. Haya sasa, injini ilipozwa nje inakuja ngurumishwa ndani. Ni nini mmekifanya leo? Yaani mtu msiyemjua amewatoa auti na nyinyi mmekubali. Mmemfuata kama kundi la kondoo, lakini kila siku alikuwa akituomba. Leo tulikuwa free, tukaona sio mbaya twende wote, ni kwa upendo tu, sio kwa ubaya. Wote wanamheshimu mundani, sio wakubwa mpaka watoto. Na bibi niambie, umempa umbea gani tena leo kuhusu mimi? Sasa kipindi jamaa anagombeza familia yake pale, kumbe binti upo kwa nyuma bana, nasikia kila kitu kinachoendelea. Mnawezaje kushawishika kirahisi kutoka na mtu msiyemjua? Watu wengine sio wazuri, wanaweza kuja kuvunja amani na furaha ya familia yetu. Bibi, wewe si mtu wa kushinda na TV tu, uonagi taarifa za habari kila siku watu wanatekwa au? Aisee, hii leo iwe mwisho, naomba tuvunje uhusiano naye. Huyu msichana asije tena humu ndani na nyinyi hakuna kwenda juu kwake. Haya, kila mtu atia ahadi hapa. Basi kila mtu akawa anapita pale kutia ahadi. Huku nyuma binti anajisikia vibaya kinoma. Jamaa kugeuka hivi ndo anamuona sasa, oho, nishaharibu hapa. Mrembo huyo akaondoka zake. Bibi, kafika saa ngapi? Muda tu. Sasa mbona hujaniambia? Shida ukunipa nafasi hata kukuambia. Yaani wewe mzee wewe. Hey, samani, subiri dakika moja tuongee. Binti hataki story kabisa. Nisikilize basi, mbona unanikimbia? Funga mlango, zima taa kabisa. Kesho yake asubuhi na mapema, jamaa anajidai kumletea kahawa. Mrembo acheki, ni minuno tu. Unajua kuhusu kilichotokea jana usiku? Hindo akamwaga kahawa nje. Shida hii. Msela kila akitafuta njia kuongea naye, binti amsikilizi kabisa, hataki tena mazoea naye. Siku inayofuata akamwona akasimama kituoni, akamfuata. Hey madam, naomba usinikimbie tafadhali, nataka tuongee. Hivi kwa nini unanifanya nikufuate kila muda? Sawa, niliongea maneno mabaya, ila haikuwa kwa nia mbaya. Nilitaka tu familia yangu isimkubali mtu kirahisi. Shida uliwachukua bila ridhaa yangu. Ila tokea nilivyokuongelea vibaya juzi, mbona hujahama? Yaani leo sasa mwamba maneno yote anajimaliza yeye. Binti kimya tu. Okay, ukiachana na hayo yote, naomba unisamee basi. Sipendagi kumuumiza mwanamke. Sawa, naona hutaki kunijibu, na mwachia Mungu. Nishabembeleza, nimechoka. Simama hapo. Jamani, Mungu wangu. Okay, sawa. Nahitaji kwenda chuo, nishachelewa. Unaweza nipeleka? Sawa, ila shida mafuta yangu yapo kidogo tu ya kuniwezesha kufika kazini. Kama utaninunulia mafuta hapo sawa. Si unajua bei imepanda? Samahani lakini ila mimi nafanyaga vitu kwa bajeti. Okay, sawa, twende. Haya bana, wakapita zao sheri, binti akalipia mafuta pale. Jamaa akampeleka mpaka chuoni kwake. Okay, vipindi vyangu vinaisha saa 11. Okay, sawa. Ila subiri, kwa nini kanitajia muda wa kuisha vipindi vyake? Nishaelewa, michezo hii. Anataka nimfuate baadaye. Basi mwamba hakuwa na noma, baadaye alikuja kweli. Binti huyo akaja akadandia chuma, hao wote wakarudi zao nyumbani. Bibi anashangaa, mjukuu wangu kashukiwa na malaika gani leo? Katukataza tusicheze naye sisi, kumbe anataka acheze naye peke yake. Lione, mashemeji nao lao jicho tu. Mwishowe msela akaona isiwe kesi, mwenyewe kwa hiari yake kabisa akawaruhusu watoto wa mzoe tu. Sio mtu mbaya, ba mdogo kawaruhusu. Ila ba mdogo, si ulituwekea hadi kabisa, ulisema tukikaa karibu naye utatupeleka kwa dudu baya. Ndio kweli, hapana, tunamjua Konki Master. Basi mdogo jamaa na binti walijikuta wanazoeana sana, akaenda mtambulisha mpaka ofisini kwake kama rafiki tu. Yule Miss Chocolate lo inamuuma kinoma. Ilo muone sikutaki. Haya, wakukaa na familia yangu kashapatikana. Kama kawaida, momenti za Wahindi tena kwenye malavidavi hawapoi. Nisiongee sana, mambo ni yale kila siku. Binti sasa kawa kama mwanafamilia. Mwamba anaona usimke kabisa huyu. Na mrembo kiuhalisia sio poa, mashallah. Sijawahi mpinga huyu manzi. Familia nzima ilimpenda kweli. Siku hiyo sasa bibi akiwa na vituku vyake, kuna mtu ghafla aliingia moja kwa moja mpaka kwenye meza ya msosi. Hey, wewe ni nani? Bibi anauliza. Jamaa ndo kwanza anajipakulia msosi. Mashemeji nao wanashangaa, nani huyu? Bibi, nina njaa na sina pesa kununua chakula. Mjukuu wako mkubwa amechukua pesa zangu zote na kwenda kulewea huko. Ninamdai zaidi ya 1.5 milioni, hajalipa hata senti 5. Nampigia simu zangu hapokei, ananikimbia kila siku. By the way, sina hasira na yeye sababu amekuwa addicted sana na pombe na sijui maumivu gani anawapitia. Kugeuka hivi akamuona mkewe, akamfuata. Wewe ndo mkewe sio? Baada ya lisali moja nitatuma bajaji, aidha irudi kwangu ikiwa na mmeo pamoja na pesa zangu, au la irudi na wewe. Alafu mwamba akajikataa. Baadaye kweli bajaji aliyoituma ilirudi bana. Akashuka mke, mwamba akatabasamu. Mwanamke kajileta mwenyewe. Kidogo tu anashuka kichawa akili Govi. Mara watoto nao wanashuka. Yaani kiufupi familia nzima ilikuja